walikuwa wanajaribu yani kumadvertise, kumtangaza Chazawa mchezaji wa kawaida sana. Na mimi nikawa na mchezaji wa kawaida sana. Sema tu ana vitu fulani unique ambavyo vinampa nafasi, lakini sio kwa kubwa mbana kwa nini anatangazwa. Nikamwambia mchezaji ambaye anaanza kubeba timu ndio unaona kama mpango anachofanya sasa hizi. Unaweza kuona ambacho anakifanya katika siku sasa hizi. Anaweza kaamua. Kwa hiyo kikubwa cha kwanza ni warekebishe. Kama wanataka kuwa wakubwa, kama wanataka wachukue ubingwa wa Afrika na makombe mengine, lazima wasajili nyota ambao wanashabihiana na huo ushindani ambao wao wanategemea kuweza kuupata. Hiyo ndio sehemu kubwa, kwa sababu uwezo ukaanza kumdiscuss mwalimu wakati mwingine wakati resources ambazo yuko nazo za kawaida. Juzi tumemsikia akisema kwamba anatamani kupata namba 10 mwingine. Huku watu walikuwa wanamsifia namba 10 aliyopo mpaka kwanza kumkompea na akina Chama au akina Azizi. Sasa hizo ni siasa za mpira ambazo leo kama hapa na kitu kinapungua. Kwa nafikiri kubwa ni wao kuweza kusajili wachezaji ambao watakuwa wanaakisi malengo ambayo wanakuwa wanajiwekea. Mpira umebadilika. Mpira umebadilika kwa maana ya kwamba mpira una vipindi. Kuna kipindi unakuwa una mpira, kuna kipindi unakuwa una mpira. Kuna kipindi unakutana na timu ambayo mnakuwa mmefanana mbinu au imekuzidi. Kwa unahitaji kupata mtu ambaye anaweza kufanya kitu fulani. Simba ikiwa imekamatwa haina la kufanya, Jean Chazawa hawezi kusaidia kitu. Hiyo ndio cha kwanza ukiangalia. Yaani Simba kwa mechi ambazo anaingia kama second team, Jean Chazawa hawezi kusaidia kitu. Sawa? Jean Chazawa anakuwa ni mchezaji, Simba ikiwa imedominate maeneo mengi ya kiwanja, yeye anaweza kupata kitu. Naweza kusema ukiangalia mechi ya Simba dhidi ya na Al Masry ya Dar es Salaam. Sawa? Tuliangalia wote. Bila uwezo binafsi wa Elie Mpanzu ndio ukaenda kubadilisha kila kitu. Kwa hiyo haikuhitaji timu. Fika hatua Al Masry wakablock kila sehemu, wakazuia njia, Simba kwa hawezi kufika kwa wako wengi, lakini mtu mmoja tu kwa talent alionayo akaweza kufanya kitu. Hiyo kitu unaweza kuiona kwa Chama, unaweza kuiona kwa Anania Azizi, unaweza kuona kwa Pacome, unaona? Ni watu ambao wanaweza kaofa hiyo kitu. So unaelewa, lakini swala la kufunga magoli yategemeana upo kwa timu ya namna gani. Ukiangalia katika magoli 12 atatubezi, nafikiri zaidi ya magoli 5 ni magoli ya mpira kutenga, kwa maana ya penalty ambazo alikuwa amezipata. Na penalty kwa timu kama ya Simba au Yanga ni kitu cha kawaida, sio yeye tu. Ni kitu cha kawaida kwa sababu timu ambazo katika ligi sehemu kubwa wao wanakuwa ni first team na timu nyingi zinaingia aziji kupishana na Simba na Yanga, zinakuja kuzuia. Kwa uwezekano wa kufanya makosa na kwa kwenye pressure ni jambo la kawaida. Kwa hiyo kutengeneza magoli kwa njia hiyo ni jambo ambalo ni ngumu kuweza kulizuia. Unaweza ukaangalia. Lakini kuna mtu anaweza kama amefunga magoli 5 magoli 6. Sawa? Lakini ukaona magoli haya anafunga katika mazingira gani? Ndio wakati mwingine mchezaji ambaye yuko kwenye ligi huku timu nyingine ukiona na magoli 8. Sawa? Magoli 8 haya kwangu mimi nakuwa na yatema na faida kubwa na thamani kuliko mtu ambaye ana magoli 14 kwenye Simba na Yanga. Kwa sababu huyu yupo kwa timu ambayo wakati wote anapambana. Leo hii unaweza ukazungumzia sawa ubora wa Mzize, ubora wa Dube kwa upande wa Yanga. Lakini pia wanabebwa na Yanga yenyewe ambayo iko pale. Je, hii kitu ambacho tunakifanya ukienda kwa timu nyingine unaweza kufanya kitu hiki? Katika mechi ambazo timu inakuwa iko chini unaweza kwenda kufanya jambo? Hiyo ndio la kuliangalia. Kwa hiyo mimi nikimwangalia hana kitu cha ziada ambacho anaweza kukifanya timu iko imefanya nini? Imestack. Hana hiyo kitu.